kufanya yapo, na kuna njia hizi mbili. Ya kwanza, atafute jani la mwembe lililokuwa bichi. Kabla hajafanya tendo lolote na yule binti, ahakikishe lile jani analigusisha kwenye maumbile yake yule binti. Akiona jani limekauka, ujue hiyo sehemu sio salama, aepukane nayo kabisa. Laiti jani kama bado litakuwa lipo bichi, basi hapo hakuna tendo. Mzee Mageto, hicho unachoniambia kina uhakika kweli? Na hiyo njia ya pili ni njia gani? Jambo la pili, kama itashindikana hilo, kuna zindiko kwa mama yake Suzana, na hilo zindiko ndilo alilolitumia kumwekea tego binti yake. Itabidi tulipate, uje hapa tufanye ya kufanya, ili wewe kwa mkono wako nikuelekeze jinsi ya kwenda kufanya, ili kaka yako awe salama. Sawa, mimi nimekuelewa. Nitakwenda kumwambia ndugu yangu kama hivyo ulivyonielekeza. Sawa, uwe na mchana mwema. Sawa, na hakikisha jani la mwembe analipata lile la nchani. La nchani tu? Ndio. Sawa, haina shida, nitakwenda kumweleza. Sawa. Hello. How are you? To say? Katika mbinu zangu za kijeshi, wewe mzima wewe. Haujafa, unahitaji uokolewe. Tatizo nini? Umekunywa kinivu? Maana sasa hivi wasichana wengi mnapenda vinivu kunywa na jua kali hii. Sasa. Yuko juu. Yakusaidie. Embo, nieleze sasa kwenye hilo swala umefikia wapi labda? Ni kama vile vile tu ambavyo mimi nilivyokuambia, na hata yeye pia ameniambia hivyo. Kabla hujakutana naye yule binti kimwili, inakubidi uwe na jani bichi, na hilo jani ni jani la mwembe. Unachukua ile jani la mwembe, unalibisisha yule binti katika maumbile yake. Ukiona hilo jani limekauka, basi ujue kabisa kwamba hiyo sehemu ni hatari. Na ukiona hilo jani liko bichi, basi ujue hiyo sehemu ni salama, hakuna tego hapo. Hilo swala linawezekana vipi? Unajua hicho ambacho unachokizungumza ni sawasawa na yule mtu ambaye ameshalewa pombe, anataka kwenda kujenga daraja katikati ya bahari. Ni kitu ambacho kiwezekana, unajua. Sasa leo hii nikachukua jani la mwembe, alafu hilo jani la mwembe nikajaribu kulipitisha katika maumbile ya huyu mwanamke. Likikauka litakuwa liko bichi. Unanichanganya. Yaani hii imekaa vipi? Usichokielewa kaka, poa ni nini? Fanya hivyo ambavyo mimi nimekuelekeza. Sawa? Alafu utakapofanya kumaliza utakuja kunipa mimi mrejesho, ili na mimi nikamuelekeza aliyoniambia. Au nataka na wewe ufe kaka? Sawa, nimekuelewa dadangu Amina. Nitalifanyia kazi. Sawa kaka. Kafara umesema imeshindikana. Sasa kwa nini bado unamng'ang'ania? Nyumbani hajarudi mpaka sasa. Sikuelewi ujue. Mimi ni mng'ang'anie wa nini?
nina shida naye gani? Kibinti kama kile hafai hata kulumagia. Mimi nilitoka, nilivyorudi hapa sikumkuta, nikajua ameshapata nafuu na ameshaondoka. Unanichanganya mzee Magetu. Unavyosema nyumbani kwako hayupo na mimi nyumbani hajafika. Sielewi ujue hivyo. Uniamini Nyangemba? Ningekuruhusu hata ndani uingie ukamwangalia. Hapa kwangu hayupo. Na kwa vile wale ni vijana, inawezekana kwamba yupo katika mizunguko yake. Atarudi huyo. Angalizo mzee Magetu. Asiporudi sitajali. Utanifanya nini Nyangemba wewe? Unijui Tumbalingala. Subiri muda wa kafara ufike. Imeshindikana kwa huyu, itawezekana kwako. Lazima tule nyama mwaka huu. Kisofa, unajua mimi siwaelewi toka msike hapa. Ule mgeni wako yupo tu. Haongei, hazungumzi, yani yupo kama vile zipe asiojielewa. Kwani shida nini? Ete binti, unaitwa nani? Au umetokea hapa kama umefika hapa? Hebu tujuane. Dada, huyu binti hata mimi mwenyewe ananichanganya. Ananivuruga ubongo wangu. Ananipeleka lesi. Toka nilivyomuokota nilivyomkuta ameanguka hapo chini. Hajaongea. Hajatingishika zaidi kufumbua macho tu, nikamweka hivi vidole na unapunzi na kuja juu moto. Nikaona huyu wa moto. Huyu bado mzima huyu. Ndiyo chanzo cha kumleta hapa. Yale kukuta wewe aongei na mimi ndio hivyo. Bidada. Ongea basi kidogo, jielezee, tujue. Unajua hata tukikupeleka katika vyombo vya sheria, labda kwa mwenyekiti, kwa mjumbe, tunaelezea. Sasa ulipokuwa umekaa kimya utaenda kuelezeaje? Ndugu yangu, unamuelewa mgeni wako? Niko upande wangu nimemwelewa. Anataka peni na daftari huyu, anataka kuandika. Haya ndugu yangu, kampe andike ili tujue kinachomsibu ni nini. Kwa hiyo tukuletea peni na daftari hapo unamwagika, unaandika. Na uelezee yote, na useme kwamba mimi sijakufikiria kuna nini. Kukubaka. Yaani mimi nimekuja kwa binadamu, sawa? Na watu. Ndugu nimepata. Ndugu mpenzi wangu, kwa jinsi ninavyokuheshimu, kwa jinsi ninavyokupenda, wewe sio kunileta kwenye mazingira haya. Sema unajua kwenye mtu yupo vipi? Mimi hapa wenyewe nimechekecha sana, nimesawanda sana kutafuta vichenji, afu ile dakika mwisho nikawa sina vichenji. Si unajua? Sio kwamba mimi sitaki kupeleka maeneo mazuri au ile mahoteli makali, beach nini. Napenda lakini ndio vile sina vyangu mampenzi. Kwani nimetatua mambo yako mangapi? Nimekusaidia shida zako ngapi? Umeshindwa kuniomba pesa twende kwenye nyumba za wageni? Wewe sio kunileta kwenye pango kama hili Gede. Hebu niangalie nilivyo. Unataka tena watu wakipita waanze kunishangaa mimi? Kweli? Unanizalilisha. Sio kama hivyo mampenzi. Unajua ipo vipi? Hapo wenyewe mpe mmoja unanisalandia vipengele vyangu vyote unaviseti fresh. Yaani mpaka leo mpe mmoja msela naona jau. Namuelekeza vipi mchumba? Na kupangiliaje? Yaani nashindwa naanzia wapi? Si unajua lakini ndio vile yani. Wewe usiogope. Ni kitu tu cha kuniambia. Kwani vyumba vya wageni shilingi ngapi? Andika vyote hapo.
Wewe mtoto ambaye jagali. Mambo. Mtoto mzee jagali wewe. Vyombo vya geni. Hapo wenyewe vyombo vya geni kaa shilingi 15, shilingi 20. Sema hapo wenyewe katika aso za kuaso. Huwa kuipata shilingi 15 kipengele kichizi. Yaani mpaka jasho la kucha linakutoka mselafu ngumu. Asa mbona pesa ndogo sana? Usikose kuniambia vitu kama hivyo. Sio kunileta mimi kwenye pango kama hivi. Mimi sifanani. Yaani unanipigia simu mtu umenimisi na nini ndio kwenye mazingira kama haya. Hapana bwana, unafahamu? Hapo wenyewe mimi ninapamanya kwa sababu ile ni kichochoro cha tatu tu hapo kwa mzee Roja nini unakakuta kwa nyuma hapo. Oh, atondoke zetu. Na usio tutoke mchuni. Wewe kaka ulivyokuja na mazungumzo kidogo na wewe. Kakaangu, kuna sababu mimi nakukuta hapa. Yule unayemwona pale ni Suzana. Kwa maelezo yake anaitwa Suzana Jagali. Ameandika kwa maandishi. Hata mimi nilishtuka nilivyojua kama yule ni mwanao. Sawa. Yule ni mwanangu kweli. Kumbuka kuna siku moja nilikuelekeza. Nimemuona mwanangu. Kwa hiyo nilijua wazi kwamba damu yangu lazima itarudi mikononi mwangu. Sawa kakaangu, lakini unaviona pale aongei, acheki, yani ipo kama vile ndondocha. Hii ishakuwa jagali. Mimi nakutegemea wewe. Labda tushauriane hapa. Tunamsaidiaje huyu mtoto? Kakaangu, ulivyokuwa haupo, mimi niliolewa na mganga wa kienyeji. Anaitwa Jua Bado. Mimi nachokiona kumfuate Kisofa, akamwite shemeji yake, aje hapa nyumbani anaweza akamsaidia. Kwa sababu mimi nikisema nende nyumbani, nitakuwa nimekosea. Mimi nimemwaga mume wangu, nitakaa nyumbani ndani ya wiki moja. Ikishaisha ndio nitaondoka zangu nyumbani. Sawa, halina shida. Wewe twende kwa Kisofa, tushirikiane na Kisofa, hili litaisha naamini. Ile damu itarudi mikononi mwetu. Twende dada. Kwa maelezo ambayo amenipa dada, kipindi ambacho mimi sikuwepo, dada aliolewa na bwana ambaye ni mganga wa kienyeji. Sasa jambo hili mimi naona kwamba yeye atatusaidia kabisa. Wewe nenda kwa shemeji yetu. Ukifika pale mwambie aje atusaidie ili tumkomboe huyu mtoto. Gaza, hilo sio tatizo kwangu mimi. Hilo sio shida kwangu mimi, na kwenda kama kipikipiki posti ama basikeli ya mwenyekiti wa mtaa huu. Chakwa, narudi sasa hivi hapa kumleta. Je, nataka nimuulize swali dadangu. Huyo shemeji yupo? Tusende tukacheza sambalo keto pale. Kamkosa saa hizi najua hili kali ikawa sio poa. Ndugu wangu Kisofa, mimi na imani ukienda utamkuta tu shemeji yako. Maana sio mtu wa kuzurura. Yeye muda wote po kilengeni kwake. Aha. Ya hiyo ni nini? Umeona? Jongo mmoja. Hai.